Before tujaingia katika tutorial ya kutengeneza hii app, kuja tuangalie kwanza tu review hii app ambayo inaitwa Bongo Mikeka. Tukiingia tukicheck hii app Bongo Mikeka, ndani kuna feature kama hizi, kuna free, kuna sehemu ya VIP, unaona ina load animation, kuna sehemu ya VIP, kuna sehemu ya bet slip. Kwamba sehemu ya bet slip kwamba hapa ndo kutakuwa na source code kwamba ya kampuni yote, kwamba yule admin ambaye atakayokuwa anamiliki app atakuwa na sehemu ya kuweka code zile za bet slip, kama mfano bet power, sport bet. Mfano kwenye free kuna juu hapa kuna date scroll, kuna category ya tips, umeona hizi ni free tips, ndio. Juu huko kuna menu ambayo ina about us, hiyo then kuna menu ina our service, kuna contact us, then pia kuna VIP hapa. Na hii web kwa mimi hapa nimeweka shilingi 7,000 kwa wiki, na kwa mwezi shilingi 20,000, kwamba nikisubscribe hapa, umeona utaweka account kwanza, jina mfano unaandika Kadili, si ndio? Password unaweka password yako wewe unataka wewe, mfano Kadili 123, then namba ambayo itatumika kama malipo payment number, si ndio? Kwamba mfano utaandika hii namba yangu ya Voda 21, kama unavyoona hapa chini, ambayo inapokea hii mobile money line zote. Kama nitachagua kifurushi cha shilingi 7,000, nita process payment. Baada ya ku process payment, itaload, itaniambia hapo kwamba kuna USSD push ya kulipia, kama unavyoiona hii hapa chini imetokea, kwamba nitalipia. Mfano nitaweka tu password ya uongo kwamba ni cancel, sababu sisi lazima kulipia, kwamba web inafanya kazi kila kitu vizuri. Ta cancel kama hivyo. Baada hapo kuna sehemu ya bet slip, kwa mtu hapa akilipia kwamba ile atatumia kwenye sehemu ya kulogin hapa. Hapo ndio sehemu ya kulogin, kwamba ata login kwenye VIP, kwa hivyo zile tips za VIP ndio atakuwa amezipata hapa. Kwa hiyo baada hapo kuna sehemu ya bet slip. Bet slip hii hapa kwamba imewekwa kodi ambayo inasema ina odds 13. Mfano hii ina odds 13, hapa kwa unlock ni shilingi 12,000, kwamba admin kaweka hizi kodi ni shilingi 12,000. Kwa hiyo mfano nikitaka kulipia, nitaweka namba yangu hapa, hii unalipia hapa, then nita unlock code. Baada ya ku unlock ita load, then itaniletea USSD ya kulipia shilingi 12,000 kama unavyoona kwenda Telecom. Ni kwamba hii app imekuwa integrated na payment system. Nita cancel, nitaachana na huko. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Sasa bwana, hii web imetengenezwa na Kadili Dev. Mwenyewe anajiita kwamba nikija kwenye browser yote kwenye simu yako, mfano mtatumia Chrome, nitakuja juu utaandika Kadili code.ct.ws. Hii link ipo kwenye description hapo. Download. Baada ya kuload kama hivyo, utakutana na bidhaa ya kwanza kabisa. Hiyo website anauza source code zake. Unaona hii ya kwanza kabisa, kwamba utakuja uta view detail. Baada ya view detail kama hivyo, utaangalia, utaona na shilingi 29, kwamba utaangalia na screenshot zote za ile app. Kisha utakuja create account. Create account. Mfano mimi na account tayari, kwa nitakuja ku login. Login here, then nitaweka vitu vyangu, nitakuwa ni login kama hivyo. Kwa hiyo nita view detail, then nitakuja buy now, sema buy hapo, buy, nitaweka mfano shilingi 29, nitalipia shilingi 29. Namba ya malipo hiyo hapo, nitachagua ni M-Pesa, kisha proceed to payment. Load. Nitaambiwa nisubiri USSD push hii hapa. Nitalipia shilingi 29 hapa. Baada ya kulipia, mfano naweka mfano tu, sababu nishalipia mimi. Baada ya kulipia ile file uta download pale, utapata download link, uta download, kisha inabidi uwe na Zed Archiver. Utaingia Zed Archiver, juu vidoti vitatu juu, uta click juu, then uta click na hivi mstari vitatu, achana na vidoti vitatu, hivi mstari vitatu, then uta sort kwa kubonyeza date na kubonyeza descaling. Baada hapo utakuja kwenye file ya download juu la kwanza, hapo utakutana na ya kwanza kabisa, hii hapa juu, hii Mikeka zip hii hapa, utakutana na, utaigusa, uta extract hii ya chini, then uta extract, utarudi nyuma, then juu pale kwenye kijumlisha hiki hapa juu, utabonyeza, uta create new folder, utaandika Mikeka app, then utapiga okay, utabonyeza hiki kidogo cha chini hapa chini,
kwamba mikeka, faili la mikeka itakuwa ile hapa, mliona hiyo folder. Then sasa hapa kuna mafaili yote. Hii ni PHP na database yake. Kisha kufanya hapa inabidi hii ije kwenye web kisha mwisho ije kwenye application. Cha kufanya tunatumia free domain na free host. Kwa hiyo tutakuja kwenye browser tena, utaandika infinity free hii hapa hiyo kama unavyoiona. Utaweza kwenye sign up. Ya, utakuja mpaka hapo, itakuja hapo kwenye sign up, si ndio? Hapo login utakuja chini kwenye sign up. Utaweza sign up, sign up by Google, I think. Sign up by Google, unaweza kaamua by Google. Kwa hiyo utapiga by Google, utachagua email yako, mfano chagua email yangu mimi ninayotaka. Nachagua. Baada ya kuchagua, uta verify kwa kuweka fingerprint kama una fingerprint. Uta continue. Baada ya continue utafunguka dashboard kama hii. Kwa hiyo utakuja uta create account. Ina matangazo mengi sababu ni vitu vya free host na free domain. Kwa hiyo uta create account. Baada uta close juu matangazo haya. Utachagua hii ya free create now. Then uta confirm. Sasa hapa baada ya success utaandika jina lako, yani domain yako ambayo itakuwa inatumika. Mfano unavyoona hiyo bongo mikeka. Kwa hiyo hapo Tanzania, mfano Tanzania mikeka. Tanzania usiache nafasi. Au mikeka app. Hapo utachagua domain extension. Utachagua hii ndio nzuri sana sababu haina mambo mengi juu kama hii ina free. Utachagua ect.ws, utachagua then check availability. Baada ya availability utakuja kuna email consent. Uta select, I approve, uta create account. Ita take muda hapa kuload. Ya, itakuwa imekamilika kama hivi. Cha kwanza kuna vitu viwili. Kuna database na kuna sehemu ya kuupload mafaili. Hii ni PHP. PHP lazima uwe na database, uwe na mafaili yake. Umeona? Kwa cha kwanza kabisa utakuja hapa kwenye manage. Hii ndio jina la web yako, kwa hii account yako. Utakuja kwenye database MySQL. Kwa utagusa kwenye database, then utakuja uta create database. Kama unavyoona hapo uta create. Baada ya ku create utaandika, mfano utaandika my app hii hapo, kisha uta create database. Baada ya ku create database utakuja chini tena, sasa hivi utakuja kwenye PHP my admin, utaingia PHP my admin. Sasa before ujarudi huku, rudi nyuma. Hizi ndio details za database yako hizi, ambayo itakuwa kwenye config.php. Umeona? Kwa hiyo kwenye yale mafaili yako kule, umeona? Kwenye mafaili yako tu ya kwenye data chip haya hapa, umeona? Kwa hiyo kuna hili faili la database.sql. Sasa ili ilibidi kuwa hivi. Kwa cha kufanya unakuja una copy hili jina la database. Kuna copy, zero unakuja una rename hii SQL file. Una rename lote, unafuta una rename. Baada ya hapo sasa unakuja unarudi nyuma kwenye PHP my admin. Sasa hapo tunaingia sasa kwa upload database. Baada ya kuingia hapo utakuja uta scroll kwenye kibatani hiki kwenda kulia. Uta scroll utakuja kwenye import, utaimport. Then utakuja uta choose file. Ta media picker tegemea na utakuja kwenye simu yako utachagua ile jina la mikeka, tuchukue mikeka app. Kuna mikeka utaingia utatafuta SQL file ambayo tumelisema iko hapa, ili hapa ifo namba ile file unaipick, then unakuja chini una go. Baada ya kugo utaonyeshwa, ukiona rangi ya njano tujue hili success. Kisha na utakuja kwenye utabonyeza structure. Hapo structure juu. Structure utaona hizi structure kwamba database table zote ziko structured kama unavyoona. Kuna table ya bedstrip, kuna chat message, kuna tips, user. Unaona uchana nako sasa unarudi kwenye huko sasa, unarudi na juu unakuja kwenye manage. Hapa unabonyeza kibishali cha kushuka chini, unakuja kwenye file manager. Hapa una upload kazi yako sasa. Baada kuja hapa utakuja kwenye infinity free huku kuna htdocs, umeona? Lakini kuna other panel ambayo unapewa cpanel, unakuwa na public html. Sasa hapo unakuja unaingia hapo kisha una mark ama file unakuja more juu huku more unafuta na delete all. Sababu haitaki. Sasa baada hapo una upload zile yale mafaili yako. Sasa cha kufanya tusiuploadie huku, tuje kule download download acode iko Play Store hii hapo, tu edit mafaili. Nda clear hizi web ambazo wanafanya mimi, nita close
Sasa ukija kama utakuja juu ukisha download ile kuja zifute zote ambazo mafaili ambayo nilikuwa na code mimi utafuta. Ukishaingia inakuwa nyeupe kama hivi. Utakuja vistari vitatu kushoto, uta open folder. Hapa uta open folder. Baada ku open utarudi nyuma. Ngoja ni close alafu mafaili yangu mimi. Nita close, nita remove. Kisha nita add to storage. Nitabonyeza add storage hiyo. Nita add storage, nita select folder. Nitabonyeza hapa, nita select folder. Nita select, then nitakuja nyuma, nitakuja kwenye ile mikeka app. Then nitachagua mikeka, kisha nita use chini hapa. Hapa kuna use this folder. Nita allow. Nitapiga okay. Nitaingia kwenye ile folder, kisha nitapiga kitiki chini hapa. Chini hapa. How to earn money with artificial intelligence. Ya, baada hapo uta click ile folder la mikeka. Sasa kuna mafaili ya kuedit. Kuna mafaili ya kuedit. La kwanza kabisa, uta click faili la config.php hapo. Then uta click. Itakuta kama hivi. Kuna vitu vya kujaza, kuna host, hivi vitu vya kujaza viko hapa. Kuna host, kuna user, kuna password. Hivi unavitoa wapi? Kwa hiyo ukirudi huku kwenye Chrome, uta click tu nyuma, utakuja kwenye database hapa. Hapa database username utaicopy hapa, utabonyeza copy hiyo, utaicopy. Baada ya copy utarudi huku utaweka kwenye user katikati hivi vifungua save. Kisha utarudi tena huku uta copy password. Then utakuja kwenye password utaiweka. Then utarudi tena utakuja kwenye host, hii utaicopy host yote. Copy host, then utakuja utaweka kwenye host juu. Then utakuja kwenye database utaicopy yote. Database name utaicopy, then utakuja kwenye database name utaiweka. Kinachofuata sasa hapa ni ZenoPay. Ni ZenoPay API. Hii kwa ajili ya malipo ya mtandaoni utatumia ZenoPay. Hiyo. Unaona? Cha kufanya unakuja una download hizi Play Store, una download app hizi za ZenoPay kufungua account. Hizo. Kwa mimi nitakuja kwenye account yangu kuchukua API, nitaandika ZenoPay, nitaingia kwenye ZenoPay dashboard. Nitakuwa nime login kabisa. Mfano na mali nilishatoa hela kwenye kiasi hicho cha 1200. Kwa nitakuja kwenye setting, kisha nita create API, nita name, nitaandika my app, nita create API, nita copy, I have copied my key. Then nitarudi hapa nitaweka API yangu hapa. Hii API. Then hiyo hapo. Kisha juu hapa chini. Hapa chini nita save. Nita save. Utakuja kwenye faili ya kuedit, faili nyingine ya kuedit. Utaedit sasa majina, mfano utakuja sasa kuedit jina, utakuja kwenye index.php index.php utakuja utashuka chini hadi PHP hadi kusema HTML. Sasa hapo utaedit kitu cha jina nini. Chana hilo utaedit vitu vyote, mafaili ya kuedit ni contact, sema header utaedit, umeona, about na services. Hizi za kuedit, weka services zako na kila kitu chako utaweka. Kwa hiyo cha kwanza kabisa utaedit main hii header ndio ina jina na logo ya hii app. Kwa kushuka chini kuna header hii CSS yote. Baada hapo kuna logo unaiona hii unaiona hapa. Hii badilisha kuweka link yako unataka wewe. Na hii linki unaitoa wapi? Kwa kuelekeza tu njoo kwenye download application ya image to link. Hii hapa. Image to link. Hii hapa image to link. Kwa ukija hapa uta upload picha yako wewe, kisha mfano mimi nimetumia hizi zote hizi. Zipo mfano picha kama hii ni logo, mfano nitaview detail, nitakuja nitacopy link kama hii hapo unavyoona. Kwa ndio link kama hii ndio inatumika kule. Ndio utaiweka hapo. Hii itakuwa kama logo yako. Splash screen. Hii ni splash screen. Kwa hiyo nikija chini our services. Vitu kibao. Hii hapa span hii bongo mikeka uweze kubadilisha. Kwa hiyo cha kufanya sasa chana nako hivyo yote. Kwa kuwa edit config. Hii ndio kitu cha muhimu. Cheka ZenoPay API. Kwa hiyo kuja utakuja kwenye ZChipper hapa, ili faili la mikeka kwa kuwa editiwa una complex to ZenoPay. Hapo baada ya ZenoPay ni complex inakuwa kama zip. Unakuja kwenye MySQL database, kisha unakuja kwenye file manager. Ndio kwenye control panel. Ndio ile file manager. File manager utaingia kwenye htdocs, then uta upload, uta select zip, uta choose file, utakuja kwenye mikeka, utarudi nyuma kwenye mikeka app, utakutana na hii zip, utaicopy, kisha uta extract 100% kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo mikeka file la mikeka ile hapa. Kwa hiyo cha kufanya sasa, haya mafaili yote inabidi ya move aje kuna nini. Kuna faili la kufuta kama hili la kufuta na hili la kufuta. Kwa hiyo uta delete mafaili mawili. Kwa maana
Kwa uta check all, mark all hapa. Uta mark all, then uta more juu, kisha uta move to parent director hapa, parent director. Kisha uta move. Baada ya kumove sasa, ukirudi nyuma, hii mikeka unaifuta. Mikeka folder unaifuta. Kwa mafaili yatabaki mafaili haya yote haya. Hapa kitu inakuwa tayari. Kwa hiyo tukirudi nyuma, tukipiga back. Tukija kwenye overview, then tukicopy hii link ya mikeka app hiyo. Tu matangazo kibao, vitu vya bure hivi, matangazo weke. Kwa hiyo nikicopy link ya mikeka app, ni copy, sasa nikija juu nikisema ni paste ile link hapo, nitapiga enter. Mikeka app unaona kama inafukuka hii hapa. Kila kitu kiko tayari. Umeona? Kila kitu vipi tu test kwenye kulipia hii kwamba tuone ile ZenoPay account inafanya kazi. Kwa hiyo nikiweka hiyo da unlock, tusubiri hiyo ya payment inafanya kazi. Kwa hiyo hii iko vizuri ya, kwa hiyo mzigo unafanya kazi. Kwa hiyo sasa jinsi ya kuupload tips kwamba admin panel, kama admin panel, kwa hiyo unakuja juu, una click ile link, then unakuja unaandika admin mbele. Admin mbele kutakuwa na sehemu ya kulogin. Hapo utaweka admin. Kwa yote ambayo atalipia kwenye faili mule kutakuwa na sehemu imeandikwa admin access, kwamba faili la maelekezo kutakuwa na admin ya kulogin hapa ndani. Kwa hiyo mfano mimi nita login katika details zangu ambazo nita login as admin. Mfano nimeingia kama admin hapa, si ndio? Kwamba kuna kusema kwa mechi. Kwa mechi wewe utaweka home team, jina, mfano jina la team. Kuna jina la team, kisha unaweka URL yake, logo URL yake, ambayo kama unavyoona mimi kwangu huku image to link unaziona ziko wapi? Image to link, umeona hizi total logos, umeona hizi kwa logo. Kwa hiyo ukiiweka pale unapewa link. Hiyo link ndio kuitumia hapo. Kwa hiyo home team, away, kisha unaweka prediction, mfano prediction ndio unaweka GG, mfano GGS. Sasa utachagua hapa kama hii inaenda kwenye free, hii inaenda kwenye VIP. Umeona? Kisha utachagua tarehe, kisha utaposti. Hapa chini ni kusema kwa bet slip, kwamba mtu kisha kupeka kule anakuga bet slip na kuja kuiuza. Kwamba hapo utaandika company name, mfano Sportbet. Then total odds, mfano odds zilikuwa 20. Then price hii inaweka shilingi 45. Then booking code, mfano unaweka hiyo. Tarehe ya bet slip mfano ni tarehe 29 kesho. Utaset kisha nitapost slip. Kwa hiyo nikirudi huku, kwa hiyo hapo unasema ku manage tips, utaanza kuifuta ukafanya nini? Mfano nikazifuta, kuna hii maana hizi ziko database ya ile web nyingine. Kwa hiyo mfano nikifuta hizi tips zote ndani kwa kule zikawa sipo. Nikirudi nyuma, nikija kwenye web kama web, then niingie, nikija kwenye bet slip, utakuwa kuna bet slip nyingine chini imeongezeka, ambayo hii hapa unaona ya odds 20, umeona, na kampuni yake ni Sportbet, na unlock hii ni shilingi 45. How much you in kwa kutumia vitu kama hivi. Kwa hiyo ni admin panel, kwamba unaweza control kila kitu, kwamba kule kuna sehemu ya user. Mfano nikirudi tena kule admin, kija una admin, mfano nikirudi hapa, ndio kuna sehemu ya manage slips, manage slip ya load, na sehemu ya manage slip, manage tips, manage dashboard, manage, kuna user, sehemu ya users, why na load hivi, sehemu ya user ya, sababu bado fungu bado unaendelea kuload vitu bado load. Kwa hivyo logout. Cha kwanza kingine sasa kinachokuja sasa, mfano ni mikeka app, nitafuta logo ya kutengenezea application. Mikeka app nitakuja nitaandika MA logo. Then image MA logo, nitachagua tu ya mfano. Kwa wewe mwenyewe unaweza kutafuta logo yako wewe kama mwenyewe, sababu mfano nitafuta nitaona yote nzuri. Mfano tuchukue tu hapa. Example ile tumeipenda iko vizuri. Hii wewe nita download logo. Sasa nitakuja kwenye app creator 24, utakuja uta login. Mfano nita login hapa, mfano mimi nita login kwenye account yangu mimi kwenye app creator. Then ukisha login kama hivyo, uta create app, utaandika jina la app, mfano mikeka app, uta choose file kama icon, uta upload icon, uta MediaTek, uta recently, nitachagua ile logo, kisha nitaandika description yote maana mikeka app ina lazima, nitapiga next. Kisha piga next, nitachagua black, select style, nitachagua black, nita next.
Hapa utakuja utachagua web to app, kwamba hili ni web, utabadilisha ije kwenye app. Sasa utachagua, utaandika weka app, weka app chini hapo, utaweka URL, utafuta hii, utaweka logo ya kwetu sisi ambayo tumecopy kule. Lazima ianzie HTTPS. Kwa next nitago to app manager. Cha kufanya sasa, hapa unakuja kuna general info, name and icon, una save. Kuna general, una share, una save. Launch message na save. Kwa hivyo vyote vya kusave. Kisha kunakuja kuna design, kuna design hapo. Una sehemu ya kara, una save, imani usave tu sababu itafanya kazi, kuna download. Unakuja kuna font, uta save. Chat sound, uta save. Menu type sasa hapa tuchague hii no menu uta save. Kisha utakuja kwenye button menu, uta save. Hiyo uta remove main menu, sio lazima. Uta button menu, uta save. Loading image una remove hiyo. Okay, then kisha unakuja kwenye sehemu ya download app. Download hapo, this app bado iko available sababu kuna vitu bado havijasave. Huku juu unakuja kuna design au kuna exit message, una save. Rate ya app una save, hata kama ufanye kazi una save. Ukija tena kwa download app, na download bado vitu vitatu. Kwa kuna color au tu save, top bar icon save, loading image save, background image una save pia. Tuje kwenye download, bado kuna vitu bado viko sawa. Kwa lazima vitu vi clear. Ta save juu, ta save general chini, sija kusave hapa. Yes, share save, launch message save, get app size ta save. Kwa sehemu ya ads hapo ta save. Kama unataka app yako iwe na matangazo, sehemu ya ads hapa utaweka kila kitu chako, kama utumia AdMob au Unity. Utakuja kwenye download. Sasa ukija download hapo, kila kitu tayari. Kwa hiyo download app, download anyway, utacheki. Kwa hiyo ukitaka ABB kwa ajili ya kuweka Play Store, download ABB. Kwa hiyo unahitaji kuweka hapo Play Store, utanicheck. Ngoja imalizike tu test kama inafanya kazi au haifanyi kazi. Ina take long time bro. Hiyo uta open kisha nita install nikika app. Done, nitakuja kuiona huko chini. Iko wapi? Nikika app hii hapo juu. Imekaa imetulia, imepoa yenyewe hiyo. Then nitaifungua tu check ndani. Ndani bwana iko fresh kabisa, hiyo inafunguka bonga mikeka. Kwa hiyo kila kitu ndani kiko fresh. Kwa hiyo vitu hivi vitakuwa kama hivi. Kwa hiyo usisahau subscribe hapo chini. Usikose video mpya ambayo inakuja.